Baba yetu na mtakatifu, Mungu wetu, asante kwa wema wako na nguvu zako. Tuko katika ujumbe wa malaika watatu. Ninaomba nguvu zako na uwezo wako, ujumbe huu uende, ili Yesu uje utuchukue. Bariki msikilizaji, katika jina la Yesu, amina. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, leo nina somo ambalo linatokana na utangulizi wetu, kwamba ni ujumbe wa malaika watatu na leo ni kumcha Bwana. Ule ujumbe unasema mcheni Bwana na kumtukuza. Mcheni Bwana na kumtukuza. Tumeona jinsi ambavyo unatakiwa kupelekwa ujumbe huu. Ni kwa namna gani tunamcha Bwana na kumtukuza? Maelezo kumcha au hofu, fear kwa Kiingereza wanasema. Hapa haimaanishi kuwa na uoga. Haimaanishi heshima, uaminifu na kujisalimisha kwa uongo. Inamaanisha heshima, uaminifu na kujisalimisha kwa ukweli. Kwa Mungu ambaye ni wa upendo. Sio Mungu ambaye ameshika eti kiboko. Kile kiboko alichoshika cha hukumu sio chetu sisi. Ameishikia sio wanadamu. Ameshikia dhambi. Kiboko kile ni kwa ajili ya dhambi. Sasa bahati mbaya mwanadamu amejiungamanisha na ile dhambi. Ndio maana mwanadamu anapokimbia kile kiboko anakimbia na dhambi. Kwa nini usiachilie dhambi? Mcheni Mungu na kumtukuza. Kumcha Bwana. Malaika wa kwanza anawaita ulimwengu kurudi kwa utii na kwa amri za Mungu. Wakati wa siku za mwisho, ajenda kubwa ni kuzaa matunda. Tuliona nyuma huko, nasema kabisa kwamba Yesu alipokuwa anahubiri mara ya kwanza alianza Yohana, akatoa mfano mmoja kwamba mtini ule uliopandwa ule haukuzaa matunda, na matunda yenyewe yalikuwa matunda ya toba. Yesu na yeye akaja akasema ule mtini haukuzaa matunda ya toba. Sasa utatubu nini kama hujui amri za Mungu? Kama hujui maagizo ya Mungu, unatubu nini? Unatubu nini wakati umebadilisha amri za Mungu? Umezibadilisha, umeona hii ni ngumu Bwana, ngoja niibadilishe. Sasa unatii nini sasa? Unapoona ni ngumu unabadilisha. Unatii nini wakati amri za Mungu uzijui? Kwa hiyo umetolewa sasa utii kama mtihani wa uaminifu. Ni mtihani wa uaminifu kwa nani? Mtihani wa uaminifu kwa Yesu. Kwa hiyo Yesu anayeokoa anatafuta waaminifu. Waaminifu wanaomwamini yeye. Wanaomwamini yeye anawapa uwezo wa kutii. Lakini anarudi nyuma tena, anakuja anaangalia, je, wametii? Je, wametii? Wamezaa matunda? Wewe fikiria uaminifu. Hayo matunda yenyewe anakupa yeye. Huo uaminifu anakupa yeye. Halafu anakuja anaangalia, je, umekubali kuzaa matunda ya huo utii? Kwa sababu uwezo wa kukubali kuzaa matunda uko katika choice yako, ya imani yako utakayochagua. Huna uwezo wa kuzalisha matunda hata tunda moja. Anayezalisha, anayeleta nutrients, anayeleta urutubisho, anayeleta mbolea ni Mungu mwenyewe, ni Yesu mwenyewe, analeta kila kitu. Wewe kazi yako ni kuwa willing, kujisalimisha tu. Kwamba nimesalimu amri, ninahitaji kuzaa matunda, ninahitaji kuwa mtiifu. Kwa hiyo anasema mcheni Mungu. Utakapomcha Mungu, utaonyesha kwamba kumbe unatii. Kumcha Mungu ni utii. Na utakapotii utaonyesha kwamba kumbe unamwamini Kristo. Hakuna kumwamini Kristo kama huna utii wa amri za Mungu na maagizo ya Mungu mengi. Hakuna udhihirisho wa kumcha Mungu kama wewe huna imani. Hakuna udhihirisho wa kumcha Mungu kama wewe huna uwezo wa kutenda mema. Ajuaye kutenda mema lakini hayatendi hayo mema, kwake huyo ni dhambi. Hebu tuvumbue hili kwa uangalifu. Kwa sababu kumcha Mungu katika Ufunuo 14 fungu la 7
kuna maana ya kina, lakini ya vitendo kwa maisha ya kila siku. Kumcha Mungu inasemaje? Kumcha Mungu ni kumpa heshima na utii. Angalia sasa hapa. Sasa wale wanaokataa sheria za Mungu, maana imetokea dini ya Kikristo siku hizi inakataa sheria za Mungu, lakini anasema kumcha Mungu ni kumpa heshima na utii. Halafu inakuta mtu anakataa. Inawataka wanadamu kuonyesha uaminifu wao kwa Mungu kwa kushika amri za Mungu. Yaani uaminifu, ukiambiwa hebu nionyeshe uaminifu, nionyeshe wewe, unasema wewe unamwamini Yesu, mimi ni Yesu tu, mimi kwa kweli kwa neema. Ambia hebu nionyeshe. Ukionyesha unamuonyesha utii wake kwa Yesu. Lakini ukimwonyesha sasa mimi bwana namwamini Yesu, mimi namwamini Yesu, kwambia nionyeshe, unaonyesha mapambio. Unaonyesha mapambio. Yaani huo ndio kumcha Mungu huko. Kwa hiyo kumcha Mungu maana ya vitendo ni kufanya kwa vitendo. Katika maandiko ya roho ya unabii, kumcha Mungu sio hofu ya kutetemeka, wala sio hofu ya hatari. Inamaanisha heshima, hofu kwa Mungu wa upendo, yaani ile ya upendo, uaminifu kwa Mungu ambaye hubadilisha jinsi tunavyoishi, anabadilisha mtindo wetu wa maisha. Kwa hiyo kumcha Mungu ni kuheshimu sana mamlaka yako, kutembea katika njia zake na kutii amri zake. Christ Object Lesson, ukurasa 272. Mifano ya kivitendo. Inawezekana watu wengine wanajiuliza, hivi kumcha Mungu na mchaje sasa? Mimi nilikuwa nafikiria nikijirusha ndani ya kanisa ndio namcha Mungu. Kumcha Mungu, moja, utii wa neno la Mungu. Yaani neno la Mungu linavyosema, usiende kushoto wala kulia. Chagua njia ya Mungu dhidi ya matamanio ya kibinafsi. Yaani wewe unatamani hivi, lakini neno la Mungu linasema hivi. Inabidi uchague neno la Mungu. Namba 2, kuweka kipaumbele kwa Mungu katika maisha ya kila siku. Kila siku kipaumbele. Kuanza siku yako kwa maombi, ukimwomba Mungu hekima kabla ya maamuzi yako ya siku nzima. Kabla ya maamuzi yako ya siku nzima. Yaani hiyo naambiwa huyu anamcha Mungu. Huyu anamcha Mungu. Kuepuka dhambi kwa sababu ya kufanana na tabia ya Mungu. Unaepuka dhambi sio kwa ajili kwamba utafungwa, sio kwa ajili kwamba utaugua. Unaepuka dhambi kwa sababu unataka kufanana na tabia ya Mungu. Hiyo sio hofu. Sio hofu ya adhabu hiyo. Lakini upendo wa heshima kwa yeye aliye mtakatifu. Lakini ya 4, kuishi uwajibikaji. Kujua Mungu anaangalia na atahukumu kwa haki. Kuchochea maisha sahihi. Yaani ukishajua kwamba Mungu anaangalia na atahukumu kwa haki, unaishi sasa kwa maisha ambayo kwa kweli ni sahihi. Anasema kwamba muogope Mungu, maana Mungu anaona kila sehemu. Kwa hiyo maana ya Biblia hofu hapa haimaanishi kumwogopa Mungu. Inamaanisha kutambua utakatifu wake, mamlaka yake, kwamba yeye ndiyo muumba na hakimu wetu. Yeye ndiyo muumbaji. Mistari inaunga mkono hiyo. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Mithali 8 fungu la 13. Mithali 8 fungu la 13. Kumcha Mungu, kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Lakini Mhubiri 12 fungu la 13 nasema, muogope Mungu na uzishike amri zake, kwa maana hii ndio wajibu wote wa mwanadamu. Nimesoma kwenye Kiswahili cha kisasa. Maana ya vitendo kumcha Mungu ni kuishi kwa ufahamu wa mara kwa mara wa uwepo wa mamlaka yake. Kila tendo unalolifanya, yaani unalifanya ukijua Mungu yupo. Hapa Mungu yupo. Huko ndio kumcha Mungu. Kumtii Mungu hata wakati hakuna mtu anayekutazama. Kuepuka dhambi si kwa kuogopa adhabu, lakini kwa sababu
tunampenda na kumheshimu Mungu. Kuamini neno lake dhidi ya maoni ya wanadamu. Wanadamu sasa hivi wana maoni, wanasema bwana kaniambia hivi, pastor kaniambia hivi, au padri kaniambia hivi, au nimeambiwa hivi na mwanadamu. Lakini neno la Mungu linasemaje? Mwanafunzi Mkristo anayemwogopa Mungu hata danganya katika mitihani. Huo ni mfano mmoja wapo. Hata kama mwalimu hayupo, kwa sababu anajua Mungu yupo. Mfanyabiashara anayemwogopa Mungu hata sema uongo kwa faida, kwa sababu anathamini kibali cha Mungu kuliko faida. Kwa hiyo kumcha Mungu ni kumpa utukufu kwa maana ya juu kabisa ya neno. Ni kutambua mamlaka yake katika maisha yetu na kutii amri zake zote. Ushuhuda wa Kanisa volume ya 6 ukurasa 190. Pia mwingine aliandika, Mama White huyu akaandika, hofu ya Mungu iko katika msingi wa ukuu wote wa ukweli. Nirudie tena, hofu ya Mungu iko katika msingi wa ukuu wote wa kweli, uadilifu, haki na ujasiri wa kimaadili. Ni matunda ya hofu hii. Kitabu cha Education ukurasa 225. Lakini vile katika maisha halisi, Danieli huko Babeli, hebu tumwangalie jinsi alivyomcha Mungu. Danieli alikataa kula chakula cha mfalme au kuinama katika ile sanamu aliyoambiwa kwamba inama usujudie ile sanamu. Yaani hakuinama hata kuinama kidogo, akionyesha heshima kwa Mungu hata kama kifo kiko mbele yake. Alimuogopa Mungu. Hizo ndizo maana ya kumcha Mungu. Ni ujumbe wa malaika watatu. Kwa malaika wa kwanza, kati ya malaika wale watatu, umo ndani yake. Malaika wa kwanza alisema mcheni Mungu na kumtukuza. Na tunaanza hiyo mcheni Mungu na kumtukuza kwa sababu gani? Amesema malaika huyo alikuwa anatangaza injili ya milele. Kwa sababu tunamcha Mungu, swala la kumcha Mungu kwa wanadamu limekuwa ni gumu. Na kwa sababu limekuwa gumu, ndio maana malaika wa kwanza anatangaza kwamba alikuwa na injili ya milele mkononi mwake, kwamba utaweza kumcha Mungu ukimwamini. Anatangaza kwamba utamcha Mungu ukimwamini. Ukimwamini yeye Yesu Kristo aliyokufa msalabani kwa ajili yako, ukimwamini, uwezo wa kutii upo. Anasema kabisa kwamba kumcha Mungu, watu wengi wamekuwa na hofu kwamba mara nyingine kwamba labda utashi wao, watanyang'anywa utashi wako. Bana, nikimcha Mungu nitanyang'anywa uhuru wake. Hapana. Uhuru wako uko pale, lakini uhuru wako uwe sawasawa na mapenzi ya Mungu. Sasa mara nyingine kama ni uhuru wa kutenda dhambi, hapo kwa kweli haupo katika kumcha Mungu hata kidogo. Kwa hiyo kumcha Mungu ni kuangalia maagizo yake. Biblia imejaa maagizo, na ilipojaa maagizo au maagano, lakini ikajaa na ahadi. Unapomcha Mungu unapokea na ahadi za Mungu. Kwa hiyo katika wakati wa siku za mwisho tunaambiwa tusiogope, twende kwa spidi, tutangaze habari njema ya injili, kwamba watu wamwamini Yesu, watu wamjue Yesu, watu wajue ile kafara ya Yesu, kwamba alilipa deni, lile deni ambalo sisi tulistahili kufa. Adamu na Hawa walipofanya tukapungukiwa utukufu wa Mungu, kwa kweli miili yetu ikawa inaelekea kutenda dhambi. Hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi. Anayejulikana mwanadamu yoyote ni mdhambi. Mwanadamu yoyote ni mdhambi. Na shangaa kuna watu inafika sehemu fulani wanamsujudia mwanadamu mwenzao. Yaani mdhambi unaenda kumsujudia mdhambi. Sijapata kuona hicho kitu katika Biblia. Na katika Biblia kila mtu, hata wale Yohana alipotaka kumsujudia, malaika tu alikataa. Akasema usinisujudie, mimi ni mjoli. Yaani wewe fikiria malaika kumsujudia, Yohana akakataa. Habari gani kuhusu mwanadamu hapa?
anayefanya dhambi. Yaani wanamsujudia mwanadamu, sijui wameiunda kutoka wapi. Kwa hiyo kumcha Mungu ni kutii maagizo yake, ni pamoja na kukataa yote ambayo hayapo katika neno la Mungu. Kwa hiyo siku ya leo tunakomea hapo kwa kuangalia kwamba unatakiwa umche Mungu. Huo ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Ujumbe wa malaika wa pili ataendelea tena siku ingine, jinsi ya kumtukuza Mungu. Tutaona jinsi ya kumtukuza Mungu. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amina.